Tunaenda kuzungumza na wadau mbalimbali wanaozungumzia masuala ya michezo na wanaochambua masuala ya michezo. Ligi Kuu Tanzania Bara tuko na mdau mkubwa hapa wa michezo, kwenda kumuuliza naitwa nani, then atatuambia mambo gani ambayo anaona ya kwenye mpira wa miguu yanaendelea. Wewe mambo vipi? Swali. Mambo yanasemaje? Bwana, kipindi cha michezo kikubwa ya michezo pia kiko live na wadau wanakutazama kupitia screen yetu kubwa. Nataka tujue majina yako, afu baada hapo tuzungumze mambo matatu kuhusiana na Ligi Kuu Tanzania Bara. Majina yako? Jina naitwa Martin Agustino Katabi, mkazi wa Butimba, ni shabiki wa Simba Sports Club. Yes, naamini kwamba katika uchambuzi wetu au katika kuzungumzia mpira wa miguu hatutaweka ushabiki, sio nao. Okay, tunataka tusikie kutoka kwako ndani ya misimu mitatu kuanzia msimu wa 2025 kurudi nyuma hapo, kuanzia mwaka 2021 22 mpaka 2025, sio hivyo? Misimu mitatu hapo. Unatuambia nini kuhusiana na mpira wa miguu hapa Tanzania Bara, au unazungumziaje kwa upande wa Ligi Kuu Tanzania Bara? Ligi iko vizuri, ligi inaendelea vizuri, kasoro ndogo ndogo tu zinajitokeza, lakini zinarekebikika, mambo yanaenda vizuri. Mimi nafikiri hakuna shida. Tunataka tujue labda kuna mafanikio au hakuna mafanikio ndani ya misimu mitatu, au kuna mapungufu kabisa ambayo yapo yanajitokeza moja kwa moja ambayo tunasema kwamba soka la Bongo halijipiga hatua. Mapungufu kwa soka la Bongo sioni, kwa sababu tunaona mpira wetu unakuwa, kama timu zetu ya taifa sasa hivi tumeangalia inaingia AFCON mara 3 mfululizo. Kwa hiyo tunasema mpira unashuka, mpira unakuwa. Timu yetu ya taifa na kesho kutwa na pia tunategemea vijana wetu watatuwakilisha vizuri tu, japo tunacheza na Giant ambaye ana uwezo, yeye ana uzoefu kwenye haya mashindano, lakini mimi nafikiri kwa wachezaji waliopo na vijana hakuna shaka. Sawa. Kama unasikia mtazamaji anazungumzia kwa upande wa timu ya taifa, hapa kesho inacheza na timu ya Morocco. Naamini kwamba vijana wamefanya kazi kubwa sana. Kwa upande wa Ligi Kuu Tanzania Bara, labda tuzungumzie kwenye upande wa uwekezaji ukilinganisha na miaka ya nyuma, kuhusiana hii misimu mitatu ambayo tunayo mpaka sasa hivi. Unalinganishaje kwenye swala la uwekezaji wa soka la Bongo? Soka la Bongo uwekezaji ni mzuri, kwa sababu wadhamini wanajitokeza, wanaweka vizuri mzigo. Nafikiri inasababisha hata mpira wetu wenyewe kutanuka. Uwekezaji uko vizuri. Okay, unamsikia mtazamaji kwamba mpaka sasa hivi uwekezaji ni mkubwa sana ukilinganisha na miaka ya nyuma. Kwa upande wa viwango vya wachezaji, unazungumziaje mchezaji mmoja mmoja kwenye klabu tofauti kwa hapa Bongo? Kwa viwango tofauti, kwa kweli wakubwa ni wakubwa. Ukilinganisha Simba, Yanga, viwango vyao vinakuwa vipo juu kuliko na klabu hizi zingine. Kwa hiyo mtu mchezaji hata kama anapata nafasi kwenda kucheza Simba, Yanga, anajua kule kuna kitu kidogo. Sawa.